Dadako kwa? Tulikuwa tunaangalia TV. Sasa tutakuwa ameenda wapi? Maana mimi nimeingia ndani, nirudi kazini hayupo. Inaonekana kabisa hayupo mazingira haya. Hebu niambie ukweli, ameenda wapi? Kusema kweli kaka, tulikuwa tunaangalia TV na dada. Tulisikia Kigoma kinapita nje. Kigoma? Hebu subiri kwanza. Yaani Kigoma hicho kimekuja kumfuata yeye hapa. Au? Yaani tulikuwa tunakisikia wote. Kwa hiyo ukisikia Kigoma katoka, yani kaondoka nacho Kigoma? Alipotoka mimi sijui itakuwa kaondoka nacho. Kimeelekea wapi hicho Kigoma? Mimi sijajua kilipoelekea. Habari yako? Samahani. Hivi mtu wangu umenionea? Mdogo ni mwache kwenye Kigoma. Tena anarudi yani kachatuka. Sawa. Naomba sana. Ile hapa nilipo naenda huko kuna chakula kwa hiyo sasa ndio ya. Nenda kamtia. Niite mtu wangu ambaye namsubiria. Mdau? Sasa hivi. Ngoja niende basi. Vipi? Mbona umekuja peke yako? Yeye anakuambia wewe mke wako naita kama nisikii. Kwa nini? Kwanza nakwambia yani style ya kucheza kijola anapeleka juu. Yani tila lila mpaka sielewi. Hivi kwani yule mwanamke ulimtoa wapi mwenzangu maana? Sio kwa vurugu zile. Ulimtoa Buza au wapi? Mwachana nayo. Nisikize nakutuma tena kwa mara ya pili. Tena kakaangu. Samehe tu ndugu yangu. Sawa? Ukienda hapo kwenye Kigoma, mwambie hivi, mumeo amekasirika. Yaani amechefukwa kweli kweli. Sawa? Anakusubiri uende sasa hivi, yani atoe mguu wake. Asipokuja umwambie nitamfuata kwa mateke, nitamtia aibu hapo kwenye Kigoma. Unajua ninavyozunguka huko yani kule na cha utamu naisha ujue. Nenda tusijali, wewe nenda. Ila huyo mke wako hatari. Wewe ngoja niende basi. Bye. So much. Cheki sura ilivyokushuka na kijuso chako kidogo kama tunda ya uboi. Umealikwa huko unapotoka. Unajua shughuli ya nani? Kiwangu mbona ubadiliki? Kila siku unazungumza tu neno moja, kila siku. Kichwa chako kimeingia mchanga. Nifanye nini niambie? Wapi ubadiliki? Tabia za Kiswahili bado unazo tu kwenye fikra zako. Lini utaziacha? Umesikia Kigoma kurupu kiguna njia, umekwenda huko. Limekuta tatizo huko. Mama shule anaweza akakufikiria kwa lolote. Hiyo shughuli unajua ni ya nani? Niambie, nakuuliza swali. Umekwenda kwenye shughuli ya nani? Umealikwa? Kadi unayo hapo ulipo?
Mbona una tabia za ajabu? Mmeo natoka kazini, nafanya kazi ngumu sana. Narudi najua mke wangu yupo. Tukae tuliwazane, unifariji mumeo, nipate faraja. Unasababisha mpaka naona wivu nikienda kwa marafiki zangu jinsi wanavyopokelewa na wake zao. Why? Kwa nini wewe usiwe hivyo basi hata kwa kuakti? Toka bwana. Sasa nguvu zinaniisha kabisa. Naishiwa na nguvu. Kwanza kwa nini akukataza kwenda kwenye mashughuli? Huyu mume wako anajielewa kweli huyu? Nauliza anajielewa? Yaani sasa anaanzaje kukataza kwenye shughuli na itakuwaje kwanza? Yaani wewe hata usimsikilize mwanangu, hata usimsikilize. Yaani si shughuli ndio jadi yetu. Shughuli si ndio kila kitu. Maisha yetu yote sisi si shughuli. Haya, anavyokukataza vitu vya watu ulivyotunzwa kwenye harusi yako tutavilipaje? Yaani mama mimi ndo nakwambia, huku kuna kuelekea ndoa naona kabisa inanishinda. Yaani ndoa inanishinda. Yaani nimeenda zangu kwenye Kigoma, yaani Kigoma hata utamu sijaupata vizuri, yaani ndo naanza kucheza hata kijasho kijanitoka. Wapambenuksi wanakuja, mume anakuita urudi nyumbani. Hivi kweli mama hii ni sawa? Kwanza nitakuja kumwambia. Sitaki kabisa mambo yake. Nitakuja kumueleza ukweli, sitaki kusikia. Hamna shughuli, hamna nini, inakuaje kwa mfano? Mambo yake ya kizee apeleke huko, sitaki kabisa, sitaki kusikia. Bora tu mchambe mama, umwambie ukweli. Maana amesha kubaniwa mimi hata sipendi kwa kweli. Yaani, nisikilize mwanangu. Hapa jambo lele. Tena tarehe 18 kuamkia 19 na 20. Magomeni. Kuna jambo, tena jambo zito. Yaani huko funga kazi. Tunataka tujipange. Si unajua? Ishue pambe. Pambe. Yaani hiyo siku mwanangu. Kama naona hivi mama yangu. Yaani jambo lele. Acha wewe. Yaani hiyo siku sitakufa jitu. Haya. Acha mama. Acha. Hata tujua. Yaani nakwambia hivi, naenda kuiwasha moto mpaka watakoma. Yaani uwanja wote utakuwa kwangu mama. Na ndo ninavyotaka hivyo. Yaani ninavyotaka mwanangu, yaani uwe. Yaani uwe kwanza unaviona vile vikina Fatuma na kina Mwaje vile. Vinapojishaoga, vinajua kucheza, vinajua kufanya mambo pale. Sasa mwanangu nataka ukafunike, yaani uwapite. Mama, sitakuangusha. Huo moto mtakaowasha wenyewe nakwambia hivi, watabandika mabango ya kwangu mimi tu. Hapo ndo napopenda mwanangu. Hapo utanifurahisha. Wewe, hivi mambo yangu gani yanakuhusu nini? Mbona unakuambia mbea wewe? Yanakuhusu mambo ya huko? Yule mtoto si una nini wewe? Kaa chini kwanza. Wewe vipi sio nakwambia? Nyanyuka. Hebu niangalie kwanza. Hii sura naijua hii. Au shaka kunizoea? Yaani unakuja kuongosha unaita kundana kulipa mshahara afu unajifanya umbea kuja. Mama yangu na mimi hakusulii Milioni basi. Yaani wewe ushaka kunizoea? Nimekuta huko boshi umepata kabisa naanza habari za umbea. Wewe masala mimi na mume wangu nakusulii. Unamchelewesha huyo. Muone pale. Unamchelewesha huyo. Hiyo pengine hivi. Muone kwa sura mbaya. Sasa nakwambia hivi. Hebu niangalie na muongea. Nakwambia unamchelewesha mpaka nyau. Ukiendelea mambo yako umbea. Nikisikia siku nyingine umeenda tena domo lako umemwambia kusutu mume wangu mzuri. Unaondoka ndani. Toka. Pambe tu. Yenda kwambia hivi mama, leo tumemkomesha, nilikuwa na hamu ya kumpiga mtu. Yaani na zangu zote nilimalizia kwake. Kwanza kitu kilichomfanyia leo, mtoto huyu kama akirudia siku nyingine atakuwa hana akili. Na sikio la kufa lisikida, atakuwa kabisa sikio lake lisikida limekufa kabisa. Na siku atakarudia tutanyoosha.
Sio kumnyosha tu tunampiga na tunamtimua kabisa akae. Kwa kweli maana sije katuletea za kuida kali akatumwagia mchele bure.